tamko limetoka kwa hali ilivyo na kwa hali ilivyo. Tunayo kumlaumu? Swali zuri sana Kampista. Sana. Kwa sababu tamko CAF wametoa taarifa. Yes. Wamefikia maamuzi baada ya wao kufanya labda kile ambacho cross check zao wamekamilisha. Wamekuja wametoa taarifa na hii taarifa imetoka nadhani ni jana, kwa mujibu wa ile press release ambayo ile barua ambayo inaonekana kuwasilishwa kwa mamlaka za mpira hapa nchini, sambamba na klabu yenyewe ambayo ni Simba Sports Club. Taarifa imetoka tarehe 14 kwa mujibu wa ile taarifa ambayo inasambaa mitandaoni. Kwa hiyo si tunaelewana hapo master? Yes. Taarifa imetoka jana. Na leo zikawa ni speculation tu kwenye mitandao. Japokuwa na mimi bado nimeendelea kushangazwa mpaka hivi sasa sijaiona mamlaka ya mpira ikizungumza chochote kupitia platform zake kwenye majambo makubwa kama haya. Kwangu binafsi sijalipokea vizuri. Nilikuwa natamani kusikia ama kuiona ile press release kama ambavyo TFF imekuwa ikifanya mara kwa mara kwa taarifa nyeti kama hizi, kutolea ufafanuzi na kama kuna issue yoyote ambayo haijakaa sawa wanashughulikia, unatuliza nasema wasimishaji wa mambo, yani watu ambao ile taharuki, unajua wakati mwingine nawaelewa kwamba kama kimya, hii ni barua imekuja official, wameikopi klabu ya Simba kama alivyosema Magori hapo, kama CAF wameikopi pia klabu ya Simba. Kwa hiyo taarifa ikija TFF pia klabu ya Simba leo inafika tangia jana, na taarifa hizi zianza kuvuma tangia jana usiku. Mimi nilipata taarifa tangia jana usiku. Wewe ulikufikia? Kwenye vyanzo hivyo. Lakini ulikaa kimya. Kwa kimya wapi? Au Berkane walikukopi mzee? Wala ni copy Berkane. Na kingine ni labda ujue mimi ninachoamini kwamba mchezo huu utapigwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Bado naamini hilo. Basi ndo nasema kuondoa taharuki. Sawa, pengine walikuwa wanafanyia kazi kwamba kutana na taarifa hii Simba TFF, kama TFF wanaona kabisa kama kwa mfano katibu mkuu hayupo, vice president hayupo, hata makamu wa rais hayupo, na rais mwenyewe hayupo. Wapo Uruguay katika mkutano wa FIFA. Kwa hiyo wote hawapo, ile viongozi wa juu hapa, lakini TFF still ipo na members wapo. Kitengo cha habari kipo. Lakini kitengo cha habari hakitoi habari wao wenyewe, lazima wapewe go ahead. Hilo la kwanza. Lakini la pili, kwa hili ndimbo namtetea kwa hili. Sawa. Lakini lingine kwamba hawakutaka pengine kufanya na uharaka kwa sababu hili very nyeti, na pengine wamefanya mawasiliano na bebi na serikali ambao wanamiliki ule uwanja, kwamba wizara kupitia wizara kwamba uwanja unaonekana kama bado na serikali kutokana na ulazima wa mchezo ule, kwa sababu yani kila mmoja anatamani, hasa mashabiki wa Simba na wale wanaitakia mema Simba wanatamani mchezo upigwe kwa Mkapa. Kuna ambao ipo sasa hiyo, nauliza hiyo nini, mzani umebanzi kabisa huu. Wale watakia mema na wasiotakia mema karibia, unataka sometimes wasiotakia mema ukazidi. Kwa hiyo kusema kwamba tungoje tupambane kuhakikisha kama uwanja upo vizuri, marekebisho yapo kwa 85% mpaka 90%. Najua asilimia 100 means uwanja ushamalizika kabisa. Sio 85% 90% zinachezeka. Na muone yule katibu na msemaji wa serikali pia Magori na waandishi walioenda kule wameona hali ya uwanja. Pamoja mara ya kwanza ilionyeshwa hivi, lakini baadaye tulichoona pale tofauti na kile kilichoonyeshwa. Ndio. Lakini marekebisho sasa hivi ni makubwa, tumeambiwa mara 10 ya kile ambacho kilifanyika mara ya awali. Kwa hiyo pengine target ni hilo, kuweka sawa, alafu kuwaomba CAF kwamba uwanja ule wa Zanzibar ni uwanja mdogo, lakini pia uwanja huu upo tayari, mambo mengine kusudi finali ipigwe hapa. Unajua inawezekana likawa hilo. Hii nasema yani hiyo nawaza kwa sauti. Kwa namna ambavyo umewaza kwa sauti Master Tindwa, unalifuta swali langu la kwanza ama swali mama kwamba tunayo wa kumlaumu. No, kwa hili tutamlaumu nani? Hamna kumlaumu, kwa sababu binafsi kama unauliza mimi tumlaumu nani, kwani kumchia kidole katika hili, mimi naona hamna, kwa sababu serikali imekuja imetuambia 85% ya ukarabati wa uwanja including pitch
dressing room, sijui maliwato, majukwaa, manini, sound, taa, nini, internet, yani mambo hayo kwa 85% yapo vizuri. Sasa 85%, of course, hiyo ni asilimia kubwa sana katika, hata mtoto akipata 85 unajua na A hiyo. Unaelewa hiyo, anamu unafurahi. Unaelewa kama iko kabisa. Kwa hiyo 85 ni asilimia kubwa sana ambazo kiuhalisia kwa macho unaonekana unachezwa ule uwanja. Lakini hilo la kwanza. Lakini la pili, kwa nini unajua kwa nini unajua nimeuliza swali hilo? Kwa sababu kwa hivi karibuni pale bungeni naibu waziri Hamisi Mwinjuma mwenye dhamana aliuthibitishia umma, yani kuzungumzia bungeni, tafsiri yake umethibitisha kwamba mambo yanakwenda vizuri. Ndio maana yeye alisema hiyo ni msimamo wa serikali wakati anazungumza bungeni. Kwa sababu kuna mbunge mmoja alikuwa na wasiwasi, yani ule uslow wa ukarabati wa uwanja wa Taifa pengine probably hivi kuna nini yake hapa huwa haipo ile. Najaribu kuitafuta hapa. Sawa. Alizungumza Shangazi, anaitwa Shangazi, mbunge yule, alizungumza kwamba ana wasiwasi slow wa ukarabati wa uwanja wa Taifa ukapelekea mchezo huu wa finali usipigwe katika uwanja wa Taifa, lakini pia hata ufunguzi wa chani usifanyike pale kwa sababu Master, hapa ni kusaidia kupunguza maelezo yako. Hii hapa. Asante mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, kumekuwa na udhaifu na ucheleweshwaji mkubwa wa kiutendaji katika ukarabati unaoendelea kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, kiasi cha kutishia mchezo wa fainali kati ya Simba pamoja na Berkane, lakini pia kutishia mechi ya ufunguzi wa michuano ya chani ambayo itaanza mwezi Agosti. Je, serikali inatoa commitment gani kuhakikisha kwamba mchezo huu muhimu wa fainali unachezwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini pia mashindano haya, ufunguzi wa mashindano haya ya chani yanafanyika katika uwanja wa Benjamin Mkapa? Majibu Mheshimiwa Waziri. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Kama ambavyo nimejibu swali lililopita la nyongeza la Mheshimiwa Hanje, commitment ya serikali ni ile ile kuhakikisha mechi hii ya fainali kati ya Simba na Berkane ya tarehe 27 ya mwezi huu, ambayo ni mechi ya kihistoria sana, inachezwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Hatutakuwa tayari kupokea kitu chochote chini ya hapo, na kama ambavyo nimesema, serikali imefanya kila linaloweza, ikiwemo kuajiri kwa dharura mkandarasi mwenye uzoefu mkubwa katika masuala ya kutengeneza pitch ili kuhakikisha uwanja ule unatengemaa. Na jana usiku mimi binafsi nilikuwa na kikao kirefu cha kwenye simu na viongozi wa CAF akiwamo Rais Daktari Motsepe ili kuhakikisha kwamba wanatusaidia na wao wenyewe wanatuletea consultants wa kimataifa kuhakikisha tunashauriwa vilivyo namna ya kutunza pichi ile. Kwa hiyo nimtoe hofu Mheshimiwa Shangazi na wapenzi wengine wa mpira wa miguu wakiwemo wapenzi wa Simba, mechi ile itachezwa pale pale na hakuna mahali inaenda, na tukio hili la kihistoria litafanyika mbele ya macho yao wakiwa wanalishuhudia. Asante. Umesikia? Hiyo sio leo. Hiyo watu wengi usifikirie sio leo. Hii wiki iliyopita ndo hilo swala, kwa sababu jamaa aliingia wasiwasi kama alikiona hiki ambacho kinakwenda kutokea. Shangazi. Yes. Kweli. Kama alikiona hiki ambacho kwa sasa ndio kipo. Lakini kwa kupitia majibu ya Mheshimiwa Hamisi Mwinjuma ambaye ni naibu waziri mwenye dhamana ya michezo, amesema hakuna watakachopokea. Hilo la kwanza. Watu wengine wanasema mambo ya bungeni, mambo ya serikali, wapi na CAF. CAF wakishasema hivyo, CAF hawafanyi kazi peke yao. Sahihi. CAF wanafanya kazi kwa kushirikiana na serikali yoyote ya nchi yoyote na pamoja na mashirikisho. Unajua kutuma hiko? Sahihi. Kwa mfano, uwanja wa Benjamin Mkapa ukiwa upo tayari kuchezewa na kufanyika fainali, na uwanja wa Amani Zanzibar ukiwa tayari, CAF hawezi kulazimisha lazima mkacheze Zanzibar. Hawezi. Kama CAF wanakuja wanataka viwanja vyenye kukidhi mahitaji ambayo pengine wanayaweka. Wanataka kiwanja cha namna hii na namna hii. Kama uwanja wa Mkapa haukidhi kwa wakati huo, hapo itakuwa well and good, wanaweza kuhama. Lakini kama utakuwa tayari, hawawezi wakangangania lazima kacheze Zanzibar. Nadhani CAF hawatakuwa katika sehemu hiyo. Okay, sawa.
nakuelewa. Nakuelewa. Kwa namna ambavyo umeelezea, nadhani matumaini makubwa sana kwa mchezo kupigwa kwa Mkapa kama ambavyo Master unaamini hivyo. Mimi naamini hilo. Sasa CAF wametoa taarifa hiyo, lakini kwa upande wa Simba wamesema kwamba watatolea ufafanuzi juu ya mchezo huo, fainali itapigwa wapi baada ya mechi ya tarehe 17 na 17. Sasa swali langu imekuwa nini kinawapa imani Simba kuwa mechi itapigwa Benjamin Mkapa na wameruhusu mashabiki na wanachama kuendelea kununua tiketi zao wajiandae na mchezo huu? Nafikiri cha kwanza mimi nawasifu viongozi wa Simba Sports kwa sababu matokeo ya mchezo kuhamishwa kupelekwa Amani Complex yangeweza pia kuharibia hata finali yao ya kwanza kule Morocco kama wasinge act katika maturity sahihi ya kisoka ama ya kiutendaji, kwa sababu hili lingewafanya kufocus sana na mchezo, ama naweza kusema hatua ya pili kuliko hatua ya kwanza ambayo pia nao ni muhimu sana kuweza kuicheza. Na kama wangechagua kulifanya kuwa priority kwa sasa, pengine ingewapoteza hata maboya kwenye kile ambacho wanapaswa kufanya kwa sasa kwa ubora. Focus ya kwanza kwa sasa ni Morocco, Berkane. Namna gani unaweza kupunguza casualty kule? Namna gani unaweza kuondoka na matokeo ambayo ukiyaleta hapa Tanzania unaweza ukawa na nafasi ya kutoa kikombe na kuiheshimisha Tanzania, East Africa kwa ujumla, na hata Afrika, Tanzania kuimbwa katika story at full sana Simba Sports akiwa kama kinara. Kwa hiyo unaandaaje hayo mazingira? Nimependa sana jinsi ambavyo uongozi wa Simba umefanya. Tumemsikia hata hapo Magori pia akizungumza kwamba wao namna gani wanalitazama hili swala, lakini pia tukija kusikia pia taarifa hata ya msemaji akiwahamasisha watu kuendelea kununua tiketi kwamba ni kitu ambacho wanaamini game itapigwa pale pale kwa Mkapa. Lakini pia eventually Simba Sports kupitia ukurasa wao rasmi wa Instagram wakarasimisha kwamba hawatosema chochote kuhusiana na venue ya mchezo wa marudiano mpaka pale ambapo watahitimisha mchezo wa duru ya kwanza. Kwa hiyo for that lazima uweze kuwasifu viongozi. Lakini kitu cha pili ambacho nafikiri pia ni cha msingi sana ni lengo la kuendelea kuwapa shinikizo pia CAF. Kwa sababu wanaoamua uwanja upi utumike kwa mchezo wa mashindano ya virabu barani Afrika kwa maana ya CAF wenyewe ndio wanaoamua kupitia kamati yao ya mashindano. Wanafanya zile duty checks kwamba kiwanja hichi kinafaa, kiwanja hichi hakifai, kwa nini kinafaa, kwa nini hakifai. Kwa hiyo mwisho wa siku kama ambavyo timu kama Simba kama mshiriki waliwasilisha viwanja viwili vya kuvitumia wakati wanaanza mashindano, na hiyo ni of course ni obligation kwamba lazima wasilishe kiwanja zaidi ya kimoja. Bwana, sakata la wapi wekundu Msimbazi Simba watacheza kwenye mchezo wa finali katika raundi ya pili mara baada ya kuweza kucheza kule Morocco bado imekuwa ni kasheshe kizungumkuti, kwa sababu mpaka hivi sasa bado haijafahamika ni wapi wekundu Msimbazi Simba ataenda kucheza mchezo huo wa marudiano dhidi ya RS Berkane. Na kama ilivyo ni kwamba hapo jana bana RS Berkane wao waliza kutoa taarifa na kusema kwamba kwenye mchezo wa marudio dhidi ya wekundu Msimbazi Simba venue ambayo itatumika kwa maana ya uwanja utakaotumika ni uwanja wa Amani Stadium wa kule visiwani Zanzibar. Lakini watu wengi pia wakawa wanauliza imekuwaje sasa RS Berkane wanakuwa wana taarifa za wapi wekundu Msimbazi Simba wataweza kucheza kwenye uwanja wao wa nyumbani, huku wekundu Msimbazi Simba wao bado hawajapewa taarifa hiyo kwamba ni wapi wataenda kucheza mchezo huo wa marudiano. Wao walikuwa wanafahamu kabisa uwanja ambao wataweza kucheza ni kwenye uwanja wa Benjamin William Mkapa, ambapo mpaka hivi sasa mauzo ya tiketi yanaendelea. Lakini mara baada ya RS Berkane kutoa taarifa hiyo wekundu Msimbazi wao akasema kwamba watalitolea ufafanuzi swala hilo mara baada ya kuweza kumaliza mechi ya mkondo wa kwanza kule nchini Morocco, na kuwatuliza mashabiki na kuambia kwamba waendelee kununua tiketi kwa sababu wanaendelea kulifanyia swala hilo kazi. Na pia kwenye uongozi wa serikali kupitia msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa aliweza kutembelea uwanja wa Benjamin William Mkapa. Na kama unaona kuna baadhi ya video zikionyesha kwamba ni namna gani uwanja huo upo katika hali ya
viwango bora sana, hasa katika eneo la pitch, kwa maana ya eneo la kuchezea. Lakini pia vile vile kiongozi wa wekundu Msimbazi Simba, hapa tunamzungumzia Crescentus Magori, naye pia aliweza kuzungumzia swala hilo na kuweza kusema kwamba hizi ni figisu ambazo wanaendelea kuzifanya Waarabu. Kama tunavyojua ni kwamba mmiliki wa RS Berkane yeye ni makamu rais wa shirikisho la mpira wa hapa Afrika kwa maana ya CAF, akitoka Mosepe ambaye ni rais wa CAF, ambaye pia naye timu yake ni Mamelodi Sundowns, lakini pia makamu mwenyekiti ama makamu rais wa shirikisho hilo ni rais huyo wa klabu ya RS Berkane. Kwa hiyo imeonekana kama vile ni figisu hizi za Waarabu ambazo wanaendelea kuzifanya katika soka la hapa Afrika. Lakini mimi nitaendelea kukuletea update na taarifa nzima kuhusiana na swala hilo, na ni wapi wekundu Msimbazi Simba atakapoenda kipiga dhidi ya RS Berkane katika hatua ya marudiano kwenye mchezo huo wa fainali. Licha ya CAF kuweza kutoa taarifa kwamba uwanja utakaopigiwa fainali ni Amani Stadium, lakini wekundu Msimbazi Simba tayari wamekwisha kupeleka sababu zao za kutaka kurejeshwa kwa mchezo wa fainali katika uwanja wa Benjamin William Mkapa. Lakini cha msingi kwa wao ambao wanaendelea kuifuatilia Mlacha Media, kama bado hujasubscribe, bado una nafasi ya kuweza kusubscribe. Njia ni rahisi tu, unabonyeza maandishi yaliyoandikwa subscribe na moja kwa moja utakuwa umefanikiwa kujiunga na familia hii ya kimichezo. Kama kawaida, sisi kazi yetu ni moja tu, kuhakikisha zile taarifa zote za kimichezo ambazo zinaendelea kujiri kunako pande tofauti tunakuwa tunakuletea hapa na wewe unakuwa unazipata kwa uzuri zaidi. Mpaka kufikia hapo mimi sina la ziada, lakini cha msingi endelea kuifuatilia Mlacha Media ili uendelee kupata zile taarifa zote ambazo zinaendelea kujiri katika upande wa